Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi cha leo. Kwa majina naitwa Carlos Christian, ni daktari wa binadamu lakini pia ni mtumishi wa Mungu katika Kristo Yesu. Nakukaribisha sana. Kwa ufupi, leo tutazungumzia kwa habari ya kung'ang'ania kumtumikia Mungu au kung'ang'ania kumcha Mungu. Na hii tulitoa kwenye lile neno la Mungu, kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15 mstari ule wa 58. Neno la Mungu linasema kwamba tuimarike, tusitikisike katika kumtumikia au kumcha Mungu. Kwa nini nasema tuimarike, tusitikisike? Hapa namaanisha kwamba kumbe kumcha Mungu sio kitu kirahisi, lakini imetupasa kuwa imara, tusitikisike, tuzidi kukaza katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nitaelezea kanuni kadhaa ambazo zinajumlishwa katika kumcha Mungu au kumtumikia Mungu. Tunaposema tung'ang'ane katika kumtumikia Mungu, maana yake ni kwamba ni kanuni zipi ambazo imetupasa sisi kuzingatia ili tuweze kumtumikia Mungu, ambazo Mungu ametupa sisi kuweza kuziishi hizo, ili yeye atuhesabu kwamba tunamtumikia. Kwa hiyo karibu sana mpenzi mtazamaji. Kwa haya nitaanza na kanuni nambari 1. Kanuni nambari 1 ni kuokoka, kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 5 kwamba pasipo mimi hamwezi neno lolote. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, pasipo mimi hamwezi neno lolote. Kwa hiyo kama Mungu anasema pasipo yeye hatuwezi kufanya kitu chochote, hivyo basi kitu nambari 1 ambacho mpenzi mtazamaji, mimi na wewe sasa tukifanya ni kumwamini Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo ndio Mungu aliyoweka kwamba ni kanuni au mlango wa kumtumikia yeye, kwamba huwezi ukapanda ngazi nambari 3 kabla hujapita ngazi nambari 1. Kwa hiyo Mungu ameweka namna hiyo kwamba huwezi ukaenda kwenye kanuni zingine za kumtumikia huyu Mungu tunayemsema pasipo kuanza na kanuni nambari 1 aliyoweka, ambayo inatakiwa ianze. Kwa hiyo ndio maana tukasema kanuni nambari 1 ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na hiyo inapatikana kitabu kile cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9, anaposema kwamba ukimkiri kwa maneno kinywa chako na ukaamini ndani ya moyo wako ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, utaokoka. Hiyo ndio maana halisi ya kuokoka. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nakushauri sana, kama hujamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi chukua hatua ya kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama kuna kanisa fulani unasali, basi unaweza kuchukua hatua ya kufika pale kanisani na kumuona mchungaji wako. Lakini pia kama wewe sio au hujalifahamu kanisa, pia unaweza ukatafuta kanisa, omba Mungu akuongoze na atakuelekeza namna ya kupokea wokovu. Kwa hiyo ni kanuni nambari 1. Na baada ya kanuni hiyo sasa, ukishaokoka na kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kinachofuata sasa ni kanuni nambari 2, ambayo ni kusoma neno la Mungu. Biblia au Mungu anatuhimiza sana katika neno lake tulisome sana neno la Mungu. Soma sana neno la Mungu. Na hii tunaiona kwenye kile kitabu cha kwenye neno la Mungu anatuambia kwamba tulisome kwa bidii. Tukisoma kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 12, anasema pale kwamba neno la Mungu ni zaidi ya upanga wowote ukatao kuwili. Lakini pia anasema kwenye neno lake kwamba neno la Mungu ni taa na mwanga katika njia zetu. Kwamba unaposoma neno la Mungu, Mungu anakupa maarifa ya kuweza kujua namna ya kuenenda katika maisha haya. Anasema kwamba yeye ndiye Mungu anayetuonyesha njia ya kuenenda, ndiye Mungu anayetushauri jinsi ya kuenenda. Kwa hiyo hatuna budi kulisoma neno la Mungu. Mimi na wewe hatuna budi kulisoma neno la Mungu kwa wingi. Anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani ya mioyo yetu. Likae kwa wingi ndani ya mioyo yetu. Mungu anasisitiza kwamba tulijue neno kwa wingi ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo ni kanuni nambari 2. Kwa hiyo baada ya kanuni nambari 2 ya kulisoma neno la Mungu kwa wingi, tunakuja kwenye kanuni nambari 3. Nitaziengelezea hizi kanuni kwa ufupi kwa siku ya leo, kwa sababu nategemea kwamba tutaendelea na vipindi vijavyo. Kwa hiyo kanuni nambari 3 ni kudumu katika imani. Dumu sana katika imani mpendwa.
Biblia inasema kwamba imani huja katika kulisikia neno la Kristo. Kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Unaposikia neno la Kristo, kanuni nambari 2 na kanuni nambari 3 vinategemeana. Tunaposema dumu katika imani, maana yake huwezi kupata imani pasipo kulisikia neno au kulisoma neno la Mungu. Kwa hiyo chanzo cha imani ni ile kupata neno la Mungu, aidha kwa kusikia au kwa kulisoma. So you need to read the Bible in order for you to have faith. Yani unahitaji kusoma neno la Mungu ili wewe uweze kupata imani. Kwa hiyo hiyo ni kanuni nambari 3 ya imani. Dumu sana katika imani. Na imani maana yake ni nini? Kwenye Waebrania sura ya 11 mstari wa 1 anasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno. Imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Waebrania sura ya 11 mstari wa 1. Kwa hiyo mpendwa, Biblia inatuambia kwamba tudumu sana katika imani, katika kumwamini Mungu. Ng'ang'ana katika kumwamini Mungu, kwa sababu imani inakusaidia kuweza kushinda ile mishale ya yule mwovu. Imani ni ngao inayokuwezesha kuweza kushinda mishale ya adui, kushinda changamoto za maisha haya. Kwa hiyo huwezi kuwa na imani pasipo kulisoma neno la Mungu. Kwa hiyo hiyo ni kanuni nambari 3, kudumu katika imani. Na tunaona wanafunzi wa Yesu wakimwambia, Baba, naomba utuongeze imani. Kumbe unaweza kumwomba pia Mungu akuongezee imani. Pamoja na kwamba ndio utasoma neno la Mungu kupata imani, lakini unaweza kumwambia Mungu, naomba uniongezee imani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hiyo ni kanuni nambari 3 ya imani. Na kinyume cha imani huwa ni hofu. Ukiona unapata hofu katika jambo lolote, hiyo ni changamoto, iwe ni shida au kuna kitu fulani umefikia kikujengea hofu, jua basi huyo sio Mungu, kwa sababu kinyume cha imani ni hofu. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba ajionavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Kwa hiyo adui anatumia hofu kama silaha ya kuua imani yako kwa Mungu. Kwa hiyo jilinde sana ukisikia unapungukiwa na imani au hofu imetanda ndani ya moyo wako, inaweza kwa kusikia taarifa fulani au kwa kutazama kitu fulani ukapata hofu ndani mwako, basi imekupasa kurudi katika neno la Mungu. Imekupasa kurudi katika neno la Mungu ili liweze kukujengea imani ya kuwezesha wewe kuweza kushinda ile hofu. Hiyo ni kanuni nambari 3 ya imani. Lakini pia kuna kanuni nambari 4. Kanuni nambari 4 ni kudumu sana katika kutoa sadaka. Dumu sana katika kutoa sadaka. Ibada yoyote ile inayofanyika lazima iambatane na sadaka. Na tukisoma neno la Mungu tunaona kuna sehemu mbalimbali ambapo watumishi wa Mungu ambao walitangulia walitoa sadaka kwa Mungu, na Mungu anathamini sadaka. Kama Mungu pekee aliweza kumtoa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi kuwa sadaka kwetu, ili katika yeye tuweze kupokea uzima wa milele, basi sisi hatuna budi kuiga mfano huo huo. Mungu huyu tunayemwabudu ni Mungu wa sadaka. Ibada ambazo Mungu anataka tumfanyie, anapenda ziambatane na sadaka. Zipo sadaka mbalimbali ambazo Mungu ametuhimiza tuweze kumtolea. Kuna sadaka nyingi nitazitamka, lakini tutazieleza kipindi kingine tukipata nafasi ya kuweza kuzielezea. Kuna sadaka ya fungu la 10 ambazo hii ni sehemu ya 10 ya kila unachokipata. Lakini pia tuna sadaka ya shukrani. Jifunze sana kumtolea Mungu sadaka ya kumshukuru. Kwa mfano, Mungu amekutetea katika jambo fulani, amekuepusha na ajali, au amekufanikisha katika jambo fulani, au amekupa nafasi fulani. Jifunze kumtolea Mungu sadaka. Kwa sababu Biblia inasema kwamba atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayemtukuza Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Zaburi sura ya 50 mstari wa 23 kwamba atoaye dhabihu za kumshukuru Mungu ndiye anayemtukuza Mungu. Kwa hiyo kuna sadaka ya shukrani pia. Lakini pia kuna sadaka ya nadhiri. Nadhiri ni sadaka ambayo unamtolea Mungu ambaye ili kwa kutazamia kufanywa jambo fulani. Au ni sadaka ambayo ulimwahidi Mungu ambao akikufanyia jambo fulani basi utamtolea. Kwa sadaka hii ya nadhiri ni sadaka ambayo unamwahidi Mungu kwamba Mungu ukinifanyia kitu fulani basi nitakutolea kitu fulani. Kwa hiyo Mungu anapokufanyia jambo
baada ya wewe kumwahidi, basi jifunze kuitoa ile sadaka ambayo ulikuwa umemwahidi Mungu. Anasema kwamba uzikumbuke nadhiri za Mungu, uzitoe. Maana usipoitoa ile nadhiri, basi inakuwa inaweza kukuletea madhara, kwa sababu ulimwahidi Mungu lakini wewe baada ya kufanyia au kumtolea ile sadaka, basi inakuwa sio njema mbele za Mungu. Kwa hiyo ni sadaka nadhiri. Lakini zipo sadaka nyingine mbalimbali, sadaka ya kutenda mema. Anasema usichoke kutenda mema, maana utavuna kwa wakati wake kwa kutenda hayo. Lakini sadaka nyingine mbalimbali ambazo sitazitaja hapa kwa sababu ya muda tulionao. Lakini Mungu anasisitiza sana basi tudumu katika kumtolea sadaka. Unapoenda kanisani kumwabudu Mungu, jifunze kuambatana na sadaka kadri Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Jifunze kusikia sauti ndani mwako ikikwambia umtolee Mungu sadaka aina gani. Na sadaka sio lazima iwe fedha. Sadaka sio lazima iwe kitu fulani. Kwa hiyo inaweza kawa ni fedha, inaweza kawa ni kitu fulani, inaweza kawa ni matendo fulani, inaweza kawa ni muda wako unaotoa kwa Mungu. Zote hizo ni sadaka. Kwa hiyo Mungu anatamani sadaka, umtolee sadaka. Na unapomtolea Mungu sadaka, sio kwamba unamtolea Mungu kwa sababu Mungu ana uhitaji. Hapana. Ni kanuni ambayo Mungu ameiweka ili kumfanikisha mtoto wake. Ndio maana anasema kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 20 mstari wa 1 hadi wa 5 kwamba Mungu anazikumbuka sadaka zetu na kutushushia msaada kutoka patakatifu pake. Kwa hiyo unaona hapo kwamba sadaka ni kwa ajili yetu sisi, wala sio kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kanuni nambari 5 ya sadaka. Lakini tuna kanuni nyingine ambayo ni kanuni ya kufanya kazi kwa bidii, lakini sio bidii tu, na kwa uaminifu. Mpenzi mtazamaji, wewe ambaye unamwamini Mungu, unamwamini Kristo Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, umechukua hatua ya kumcha Mungu. Kanuni hii ya kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu ni kanuni ya msingi sana kwa mtoto wa Mungu. Tunaona kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari ule wa 36 na kuendelea. Kuna huyu mwanamke aliyekuwa anaitwa Tabita, na tafsiri yake ya Tabita ni Dorcas. Anasema pale kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 36 kwamba Tabita alikuwa akifanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu, akishona vitambaa na kuweza kufanya biashara yake na kuwagaia majirani zake na watu. Kwa hiyo Tabita huyu tunaona alifariki, lakini baada ya kufariki Mungu alizikumbuka sadaka zake, na alipokumbuka zile sadaka zake alimfufua, kwa sababu machozi ya watu waliomlilia Mungu kwa habari ya Tabita huyu ambaye alifariki, kwamba Tabita ameondoka, lakini alikuwa akitufanyia mambo mazuri, vitambaa na nini. Mungu akasikia maombi ya wale watu, akamfufua Tabita. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Mungu anavyothamini sadaka zetu. Kwa hiyo anathamini sadaka, lakini anathamini na kazi unayofanya. Unapofanya kazi kwa uaminifu na kwa bidii, basi jua Mungu hata kuacha kama ulivyo. Hiyo ni kanuni ya msingi sana ambayo mpendwa unataka kuizingatia. Wapo wanaofanya kazi kwa bidii, wapo wanaofanya kazi kwa muda mrefu, lakini hawana uaminifu katika kazi, hawana uadilifu katika kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiingia sasa kwenye kanuni ya 6. Kanuni ya 6 ni jifunze kutenga muda binafsi na Mungu. Kwa kanuni nyingine ni kutenga muda binafsi na Mungu. Jifunze sana kuwa na muda binafsi na Mungu. Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo mwenyewe alijitenga na wanafunzi wake. Kuna kipindi ilikuwa anajitenga na wanafunzi wake ili aweze kumuomba Mungu Baba, aweze kumuomba Baba yake. Kwa hiyo na sisi tunapaswa kuiga mfano huo, kwamba imetupasa sisi kutenga muda binafsi. Kwa hiyo unapokuwa pamoja na kwamba una kazi na shughuli mbalimbali, jifunze sana kupata muda binafsi, aidha ukiwa nyumbani au uko kazini au sehemu yoyote ile ambao unaweza kupata utulivu. Kaa kwa dakika chache, tafakari neno la Mungu. Kaa dakika chache, fanya maombi. Kaa dakika chache kwa utulivu, jifunze kusikia Mungu anasema na nini ndani ya moyo wako. Unapokuwa na muda binafsi na Mungu, unafungua mlango wa Mungu kusemesha yale ya kupasayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanuni nyingine ukiachana na hiyo ya kutenga muda binafsi na Mungu ni kanuni ya kuishi maisha matakatifu.
kuishi maisha matakatifu. Wapo wengi wanaosema kwamba utaishije maisha matakatifu, lakini Biblia inatuambia kwamba Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Na sehemu nyingine anasema kwamba kwa kuwa mimi ni mtakatifu, Mungu anasema kwa kuwa mimi ni mtakatifu, ninyi mwapasa kuwa watakatifu. Kwa utakatifu ni ile hali ya kuishi maisha ambayo ni safi mbele za Mungu, maisha ya safi katika kiroho, lakini pia katika nafsi na katika mwili. Kwa tujifunze sana kuishi maisha ya matakatifu. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 18 kwamba mtoto wa Mungu imempasa kujilinda na kujiepusha na dhambi. Kwa hiyo hata Mithali sura ile ya kwanza mstari wa 10 inasema kwamba mpenzi au mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi basi usikubali. Kwa hiyo pamoja na kwamba Mungu anatulinda, lakini pia sisi tuna jukumu la kujilinda na kujiepusha na dhambi. Kwa hiyo unapookoka haimaanishi kwamba utakaa tu utategemea Mungu akulinde peke yake. Hapana, kuna nafasi yangu mimi pia ya kujiepusha na yale mazingira ambayo yanaweza kunipelekea kutenda au kumkosea Mungu. Kwa hiyo tunautunza utakatifu, lakini katika kutunza utakatifu dumu sana katika toba. Mimi na wewe ni mwanadamu, unaweza kufanya kosa ambalo pengine hukutegemea au haukujua. Ndio maana Mungu anatuambia tudumu sana katika toba, dumu sana katika kutubu, dumu sana katika kuhakikisha kwamba unaishi maisha ambayo ni safi mbele za Mungu. Lakini pia kwa kumalizia, imetupasa sasa kuzingatia kanuni hizi ili tuweze kumpendeza Mungu. Imetupasia kuzingatia kanuni hizi kwa kung'ang'ana kumtumikia Mungu. Kama nilivyosema pale mwanzoni, topic yetu ya leo ni kung'ang'ana katika kumtumikia Mungu. Na tunang'ang'ana sasa katika kuzifanyia kazi hizi kanuni. Tangu nilipoanza kusema kanuni nambari 1 mpaka kanuni ya mwisho, kwamba imetupasa kung'ang'ana katika kumtumikia Mungu. Unapong'ang'ana katika kumtumikia Mungu, Mungu anaachilia baraka kwako. Hizo ni faida za kumtumikia Mungu. Unapong'ang'ana katika kumtumikia Mungu, Kumbukumbu la Torati sura ya 28 kuanzia mstari wa 1 na wa 2, anasema baraka zitakufuata na kukupata. Wapo watu wanaokimbiza baraka, wanazitafuta, lakini kanuni ya Mungu inasema kwamba unapomtumikia Mungu, baraka zenyewe zitakufuata na kukupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tuzidi sana kung'ang'ana katika kumtumikia Mungu, ng'ang'ana katika kumtumikia Mungu. Unapomtumikia Mungu, anakuokoa, anakuepusha na mabaya, anakulinda. Kwa hiyo hayo ndo mambo ya msingi ya kuzingatia katika siku ya leo ambayo tumeyaweka bayana mahali hapa. Namshukuru sana Roho Mtakatifu ambaye ametuongoza, na kushukuru sana mpenzi mtazamaji ambaye umeweza kusikiliza katika kipindi hiki. Mungu atuwezeshe mimi na wewe kuweza kuyatendea kazi haya, ili mwisho wa siku tusikose uzima wa milele, lakini pia tupate kufanikiwa katika maisha haya. Mungu akubariki sana. Endelea kutazama kipindi hiki. Asante.